So now I also want to, when I become president of Kenya, I can really transform this country. When he becomes the president, jameni, Salasya anaomba tu nafasi akuwe president of Kenya, and he's actually serious about this, that he can transform the country economically and everything. You'll see that. On the other hand, hapa Mike Sonko ametuonyesha what is money. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonko amebuy the newest model of Samsung mobile worth 600,000 Kenya shillings. Men, Mike Sonko na politics zake, unajua hii ndio trend yake. Kama politician mwingine angejaribu kitu kama hii, unapost pesa kama hizi, the opulence and all that, ile backlash wanaweza pata, I'm telling you, ni noma. But unajua for Mike Sonko, all his public life, leadership life, amekuwa hivi, amekuwa ki display hizi vitu, so yani yake ni kama normal tu. I'll tell you more about that one. I think turudi kwanza kwa PK Salasya. This is a more serious thing. Salasya anakuja na kitu very serious. Anasema anataka kukuwa president, and he's deliberate about plans zenye ako nazo. Anasema anaweza akatransform Kenya economically, starting from making sure kwamba every youth anapata employment, sio kuexport labor out there vile anasema the new administration ilikuja na plan hizo hapo. So wacha tumsikize Salasya anasema aje. So now I also want to, when I become president of Kenya, I can really transform this country. And I want to say this, that now see, when you are a good leader, you must try to look at how can you, because in every family, everyone wants to work closer to his family. But when this Kenya Kwanza government came into power, the work was to look for work, Kenyans, export Kenyans into slavery, sijui, Germany, sijui, Lebanon, sijui wapi Lebanon, sijui Saudia, sijui Gulf, anasema wapi. Kwanza ametumia hash words to export watu into slavery. We as a country, it is now the time to go into the manufacturing and now ask ourselves, like right now, tourism was bringing a lot of money. The war in Iran, and war of Iran and America, and as even the no tourism coming to Kenya. He were Iran Israel and USA imeanza just a few days ago. Impact bado haijakuwa felt that much, so I think wacha tuendelee. Create job opportunities in Kenya. And how can we create job opportunities if we are increasing the taxes left, right? How will we attract? And with the growing generation of Gen Zs, they have no jobs. The only thing they can do, waende wachukuliwe, waseme kwa mtandao. Vijana sasa waende wafanye siasa ya Twitter. Hashtag, because hakuna kazi. Alafu wapatiwe maybe 1,000 alafu watrendishe hiyo hashtag, and that is the job that they are talking about. Angalia kama Masai Mara waliongeza sijui pesa ikatoka kwa $100 to $250 ya tourism taxes. Saa hii hakuna guest tourism wanaenda Serengeti. Hapa Nairobi ilikuwa $43, wameweka mpaka 90. So mtu anaangalia anaona anaenda Serengeti kwenda huko. Na hii ilikuwa inafanya affect vijana wengi wako kwa travel and tours. Kama wageni wako, industry has been paralyzed. So Kenya can only be solved, sio ati kumeka ati construction site, ati manyumba. Tuko na port iko huko pale ilianzishwa karibu imechukua almost like 30 billion. Ambayo was the biggest to be the biggest.
Kenya needs me as their president. Hey. Kenya needs me as the president. That is PK Salasya. By the way, he has spoken some sense there. Come to think of it, ukimsikia vizuri unaweza elewa kitu anamaanisha. So Salasya is one guy who believes he can actually become the president of Kenya and transform the nation economically. Why not? Apewe chance. Ama vipi? Back to Mike Sonko. Sonko Re, Governor Re. Former governor of Nairobi bana. Mike Sonko is one of those people ambao on social media hauta shangaa ukimwona akifanya vitu zingine because maisha yake yote imekuwa ni hivyo. Ever since amekuwa MP, ever since amekuwa kwa public life, on social media anakuwa tu hivyo mazee. Sometimes very controversial, saa zingine pia anafanya vitu zingine zenye ziko so humanitarian. Unakumbuka amejitolea sana kusupport watu wengi. With all his weaknesses na nini, you have to give it to Mike Sonko. Ni one of those people ambao wako very real na wana support sana watu, especially vijana ambao wanapatikana katika issues zenye zina affect health wise. Uliona ile time alijitolea akalipia rehab watu wengi, na tumekuwa tukiona hivyo. Sasa hii ni video inamuonyesha akinunua the latest model ya Samsung Mobile. Flash red? Yeah. 1, 2, 3, 4, 5. The most expensive phone in the world being delivered to the richest man in Africa. Piece number 119 out of 500. Released this year. Mike Sonko. Sonko yuko wapi? Wapi Sonko? Wapi mdosi? Nikuja tu saa hii. Nikusort nikumalizie saa huu. Lakini mdosi wapi pesa? Wapi pesa? Pesa nakupatia. Yeah, ndio kama ni bonoko. Si bonoko hii. Hii ni origi. Si vitu kwa sababu. Lazima nisamke. Wewe uwezi samke. Jina lako ni kubwa bwana. Jina lako ni kubwa kushinda hizi simu 20. By the way, Mike amesema hapo ako na 20 mobile phones. Umeona hiyo display? Unaona hiyo phone collection ya Mike Sonko? 10,000. That's for you. Wow. My good Lord, Lord love to see. This is the Galaxy Z Triford. Unaona zile simu pale? The only piece in Kenya, Na Makiu, hizo ni high-end mobile phones, mostly Samsung, I think. So you can lead me from there. Someday, you can lead me from there now. How you put it on? I'm gonna put it on. You see, the difference between that one and this one, it's a Chinese phone, huh? Oh, that's the Huawei. The Huawei. Look at this. Can you compare? Remember this gift package from Samsung? You delivered some 4 months ago. Yeah, and it's So it's the 1 terabyte Fold 7. You can keep it here. This is the Fold 7, the 5. Is it 12 GB? Yeah, from 12 GB. Then you the 1 TB. You sold me this one. Then Yeah. Look at all these Samsung Galaxies. So if someone proposed we are Re, Governor Re, yeah, that's what's up. Internationally, Donald Trump, president of the US, ametoa warning, onyo kali kwa the new leadership of Iran, that wakifanya anything ama wakitry kublock njia za oil na kusabotage the world, yani sasa because of this war inaendelea Iran, wafunge njia za oil kuenda katika the rest of the world, wataona chambechema kuni. We think it's going to lead to just more of the same problem for the country. Remember to subscribe for all updates, yani 247 updates right here on Ted Agwa YouTube channel.